Asante sana gavana wetu, Gavana Fernandes, accountant mwenzangu, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Prime Cabinet Secretary, Speaker wetu, mawaziri, nikizingatia itifaki zote, na wananchi wa Mumias. Hamjambo? Hamjambo tena. Najua Mheshimiwa Rais, wakati ulisema unakuja kupeana bonus ya sukari, watu wengi walishangaa siku gani sukari ilianza kupata bonus. Mheshimiwa Rais, unakumbuka about 2 years ago ukiwa hapa Kakamega, Mzee Henry Onze alituambia hapa, ulisema mambo ni matatu. Si mnakumbuka? Mnakumbuka mambo ni matatu? Na rais akasema mambo ni kama unapora mali ya umma, jela ama wapi? Uhame, jela ama safari ya wapi? Sasa rais, ile safari ya binguni ndio hii leo ya bonus ya wakulima. Sababu uliwaahidi wakulima ya kuwa vile wakulima wa majani chai na kahawa wanapata bonus, hata wakulima wa sukari watapata bonus. Nataka mwanzo nishukuru Mheshimiwa Wangwe, mbunge wetu wa Navakholo, ambaye alikuwa ndiye sponsor wa the sugar bill kwa bunge la kitaifa. Pamoja na hawa wabunge wote wa Kakamega, Bungoma, Busia and the entire sugar belt, even those from Kwale, akiwemo kijana rafiki yangu huyu Salasia, mbunge wenyu hapa. Na wote walijitolea. Mheshimiwa Rais, ni kuhakikishie hakuna hata mmoja hakuwa bunge kuchangia na kupigia kura ule mswada wa sugar bill. Na ndio maana hizo regulations waziri amesema in a matter of about 27 days atazileta kwa bunge tupitishe, ili manufaa zaidi ifikie mkulima wa kawaida. Mheshimiwa Rais, wakati ulisema mambo ni matatu na ukasema mkulima wa sukari atapata bonus, kuna wengine wengi walisema haiwezekani na wakasema hata wewe ni muongo. Sasa nataka niwaulize, bonus ndio hii imefika ama haijafika? Imefika, haijafika? Hiyo ndio tunaambiwa uongo. Mheshimiwa Rais, kama uongo ni kudanganya watu na unafanya, wewe sema na ufanye vile umefanyia watu wa Mumias na all the sugarcane farmers in Kenya. Pia Mheshimiwa Rais, ulituambia utadhibiti uchumi. And at a time when our country was on the blink of defaulting on debt, when the dollar was trading at 162 shillings, you told us you will first stabilize our economy, and you have done so, Your Excellency. But I must thank all these farmers. Vile waziri wetu wa kilimo ametuambia, Mheshimiwa Mutahi Kagwe, ni sababu ya juhudi za wakulima mukaweza kuzalisha sukari ya kutosha. Eti mwaka uliopita hatukuimport sukari kutumia shilingi kununua dollars, ili bei ya dola ikarudi chini. Sasa mkisikia dola Nairobi bei iko chini, sio kazi ya watu wengine, ni nyinyi wakulima ambao mnazalisha chakula. And we are not able to import food now. We are not importing sugar. We are producing enough sugar, enough even to export, kuuza nje, nchi za nje. Na Mheshimiwa Rais, ni kushukuru sababu wakati ulituambia we focus on production and subsidies ya production ya fertilizer, ya seeds, mazao yake ndio tunaona leo. Nataka nikuambie Mheshimiwa Rais, usiwe na wasiwasi. Wewe sema na utende vile tunakujua. Wale wa kelele tuwaachie kelele. Kweli si kweli? Na Mheshimiwa Rais, mengi atasemwa. Mkulima aliye hapa, Governor Lusaka amewaambia, nafikiri Senator Boni Halwale, mkulima mwenye hapati bonus, mwenye hajauza miwa yake kwa hii factory, ako na nafasi kuzalisha miwa
auze ili next year apate bonus. Na nashukuru Mheshimiwa Selasi ameuliza swali mzuri ya kuwa hizi pesa mnapewa leo zimetoka kwa exchequer ama ni Rais William Ruto ameleta ile ya kuuza kuku na mayai yake. Na Mheshimiwa Salasia, wewe unajua ndugu yangu, wewe tukiwa bunge, sisi ndio wenye kufanya appropriation bill yenye inagawa pesa ya serikali. Na hatujagawa hata shilingi moja ya kuja ati kupeana bonus. Pesa ya bonus ni pesa ambayo inazalishwa kutoka kiwanda cha Mumias. And that is what all the people of Kakamega, Mumias, and the entire western region have always prayed for. That Mumias, nakumbuka rais tukiwa hapa Mumias wakati wa campaign, viongozi wengi waliongea wakakwambia tunataka tu kuona moshi kwa kiwanda cha Mumias. Na moshi ikitoka, si moshi peke yake, ni moshi na pesa mfuko. Na ndio ulituambia bottom up ni mambo ya pesa mfukoni. Sio rais atoe pesa yake ya mfuko, sio rais atoe pesa ya exchequer aweke kwa mifuko ya watu, ni atengeneze uchumi, watu wapate pesa mfukoni. And I thank you, Excellency, because you have remained focused. And I want to encourage you. Hata hayo mambo mengine ambayo yako na changamoto, mambo ya Social Health Insurance Fund, SHA ama Taifa Care, I want to beseech you, my brothers and sisters, hautajua kama inafanya kazi usipojisajili. Please, let us register. Register in our numbers. Mukijisajili kwa wingi hapa Mumias East na Mumias West, huyu governor wetu ambaye ni governor wa vitendo, huyu Fernandez, sababu sio mtu wa kuporomoka maneno tu. Unajua kuna magavana wengine area hii, Mheshimiwa Rais, kazi yao ni kusema western poverty levels iko juu zaidi, yet you do nothing about addressing the poverty levels in western Kenya. Governor Barasa huyu na hata huyu Governor Lusaka, they are focused on alleviating poverty not by speaking but by actions. And I want to thank you, Governor. Na unajua Mheshimiwa Rais, tukishirikiana county governments and the national government, manufaa ni kwa hawa wananchi. Na hawa wananchi wa Mumias, wa hapa Kakamega, watanufaika na hiki kiwanda, wakizalisha miwa zaidi na chakula zaidi. Sitaki niseme mengi Rais, sababu muda sio mwingi, but I want to encourage you that remain focused. Don't focus on the naysayers. And as I told you, my people wa Kakamega, Taifa Care is working and working miracles for many Kenyans. Watu ambao hawangeweza kujilipia bill za hospitali. Mimi kama mbunge nilikuwa nalipa shilingi 1,700 kwa Taifa Care. Mama kama huyu mama ameongea hapa, mkulima, alikuwa nalipishwa shilingi 500. Sasa uko na nafasi kwa Social Health Insurance Fund ama Taifa Care. Mimi sababu mshahara yangu iko juu zaidi, nikatwe shilingi 27,500, 27,500, close to 20 times ile pesa nilikuwa nakatwa miaka miwili ilikuwa napita. But it is okay nikikatwa hiyo pesa na huyu mama mkulima na yeye alipe 300 ama 400 badala ya ile 500 alikuwa analipishwa ama 1,200, na apate huduma ya afya. That will be a good thing for us. Na sisi kama viongozi, we must be able to sacrifice on behalf of the people we represent. I want to encourage you, Excellency, perfect all these systems so that they work for the people of Kenya, ili tuwe yale mambo tuliwaahidi wananchi yanafanyika na yanatendeka. Kwa hayo mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Mutaendelea kuzalisha chakula, mutazalisha miwa, tupeleke sukari nchi za nje, dola ingie hapa. Ili tusiambiwe na rais ni kufinya tu kompyuta, hata tukifinya jembe ama kukata miwa, dola inaingia kwa mfu. Hiyo ndio pesa mfukoni. Mwenyezi Mungu awabariki. Wapi makofi ya Mheshimiwa Ichung'wah?
Mheshimiwa Ichung'wah, tunakushukuru mambo